Hofu kuu, huzuni na wasiwasi vimeonyeza moyo na akili yangu. Nakumbuka siku zangu za utoto, wakati maisha hayakuwa na chochote isipokuwa amani. Siku ambazo nilikosea, nikachapwa, nikalia na kusahau ndani ya dakika. Nawaza miaka baba yangu akiwa hai, kabla sijajua nini maana ya msiba wala kufiwa. Siku ambazo hisia pekee zilizonisumbua ni hisia za njaa nikiwa njiani kutoka shule. Nakumbuka maisha kabla ndugu zangu hawajaenda kwa shangazi. Tulikuwa familia yenye upendo, tukiishi kwa umoja na hatukuwa na maadui, achilia mbali sisi wenyewe kwa maadui. Mama alitulea kwa moyo, alikuwa tayari kufanya jitihada zote kuhakikisha tuko salama. Baba alifanya kazi zake, hakuwa na muda mwingi na sisi. Mama alihangaika pia huku na kule, ila ni yeye alihakikisha tunakula, tunavaa, tunaoga, tunaenda shule kwa wakati, na ikiwa chochote kingetokea, basi mama ndiye aliyekuwa mwajibikaji wa kwanza. Baba aliwajibika kiuchumi, mama aliwajibika kiuchumi pia na kwa majukumu mengine yote. Kama ingetokea shuleni akaitwa mzazi, ni mama angeenda. Nguo za shule zilipotakiwa mpya, mama alinunua vitambaa na kupeleka kwa fundi. Kama nyumbani tungekula na chakula kisiwepo cha kutosha, kwa hakika mama hangekula siku hiyo. Mama alikuwa wa mwisho kula, wa mwisho kulala, na alihakikisha kila kitu kiko mahala pake, na siku zote aliamka kabla ya yeyote hajaamka. Mimi nilifundishwa kazi kwa vitendo, kwani ndiye mtoto wa kwanza. Tulienda sokoni pamoja, tukanunua bidhaa, tukazipeleka kuuza minadani, tukapitia masoko makubwa na kununua baadhi ya vitu vya nyumbani au vya biashara. Kufika saa 5 asubuhi tayari tulikuwa nyumbani. Baada ya chai, nyumbani kazi hazikuisha, mpaka kufika jioni tukapika maandazi na kisha wadogo zangu wakayapeleka eneo fulani kuuza. Hiyo ilikuwa ratiba yangu na mama karibu kila siku nilizokuwa nyumbani. Kwa siku nilizoenda shule, ratiba ilianza saa 8 mchana. Huku hayo mengine nikikuta tayari mama amefanya peke yake. Walipomuita mchawi, moyo wangu ulivunjika. Kifo cha baba kilikuwa pigo kubwa kwangu. Nilitegemea nguvu ya mama yangu kusimama. Walipomuita mchawi, niliona jinsi gani walimaliza hata nguvu chache alizokuwa nazo. Alichanganyikiwa, alilia bila matumaini. Nilihisi angejiua. Ilibidi ghafla niwe mkubwa na jasiri. Nilimuonesha kuna maisha, hivyo anatakiwa kuwa imara. Sikumuacha. Sikutaka kumuacha hata dakika 5 peke yake. Nilikuwa naye muda wote. Nikamuhakikishia kila kitu kitakuwa sawa tukisimama pamoja. Haikuwa rahisi. Moyo wangu ulikuwa unavuja damu. Lakini kwa ajili ya mama yangu niliamua kuwa jasiri kama simba jike mawindoni. Msiba uliisha na siku za maombolezo zikaisha. Hatimaye maisha yakaendelea. Tukaushinda upweke na ukiwa kwa umoja wetu, mimi na yeye tu. Ndugu zake waliokuja kumuona waliondoka baadaye, tukabaki wenyewe, tukazoeana sana. Wadogo zangu wakiwa wamerudi kwa shangazi kuendelea na shule. Hao ambao nao pia hawakumuamini mama kwamba si mchawi. Niliwachukia. Nilimchukia kila mtu aliamini kile kilichosemwa juu ya mama yangu. Nikajiahidi kuwa kuna siku ningelipa kisasi kwa hakika. Sikuwa nimemlipia mama kisasi bado. Badala yake, nilikuwa naenda kumchoma msumari wa moto kwenye kidonda ambacho bado hakijapona. Kama kuna kitu ambacho ningetamani kama kisimpate mama yangu, ni kufiwa na binti yake na mtu pekee aliyebaki naye. Laiti ningekuwa na namna ya kuzuia uhai usinitoke. Nilipambana kwa kiwango nilichodhani naweza kupambana. Nikaanza kuhangaika sana huku nikirusha miguu huku na kule. Lakini mara hofu ya kuondoka kwangu ikawa si tena kumwacha mama,
bali huko niendako baada ya kufa. Nilidhani najua kwamba kuna mbinguni na motoni, na kwamba watu wenye matendo mema huenda mbinguni, ilhali wauaji, wachawi na watu wasiofaa huenda motoni. Simulizi hii imetungwa na kuandikwa na mwandishi Grace Godfrey Reimam. Tufuatilie kwa mitandao ya kijamii Instagram, Facebook, TikTok, YouTube kwa jina la Grace Godfrey Reimam. Na kwa bookings za kuandikiwa kitabu, wasiliana nasi kwa namba 0714460102, 0714460102, na namba nyingine ni 0756231169, 0756231169.